nilikuwa na amani tu kwenye ndoa yangu. Nilikuwa napendana vizuri na mume wangu. Nashangaa sasa hivi hanisapoti kwa chochote. Naelekea wapi? Mkwe wangu hataki hata kunisikia wala kuniona. Mbona mimi sijapenda kuwa hivi? Sijapenda kuwa mgumba, Mungu. He Mungu, naomba unisaidie niuvuke mtihani. Naomba Mungu nisaidie niuvuke mtihani. Naomba urudishe amani kwenye ndoa yangu. Vipi mwanangu, ushapata? Mwanangu. Hivyo mwanangu, utapambana tu hapa. Mume wangu. Mke wangu. Ngoja chakula. Bibi Shemu. Safi. Kama kawaida. Unaendeleaje? Uko poa kabisa. Mambo yanasemaje? Chakula Sasa. Wewe, bibi. Sasa ndo umefika? Haina noma, wewe nenda kapige mwanangu. Au sio? Kapige toka asubuhi. Unajua. Poa. Basi mwanangu. Kasimu niweka hapa, ngoja nichape kwanza chai hapa. Sawa. Basi sawa. Poa, nenda kapige mwanangu tu. Unajua jioni kula. Kwa chakula. Sisi mama. Safi. Za kazi. Mapambano mimi nakoma. Napambana kweli mume wangu. Unaelewa? Hapa ndo tupige chap boss aje aibe. Atupiga tugele zetu afi. Pita hivi unaelewa? Naelewa. Nataka simu kubwa. Sema fadhali unataka msosi hapa. Mtani kingia. Ili upate nguvu. Haya. Chap mwanangu. Poa mwanangu, naomba nimalizie poa, naongea na shemeji yako hapa. Poa mwanangu. Haya mume wangu. Okay. Niko kweli ndio samba wangu na muda mrefu sana. Nataka kunipa majibu yangu Wada. Yaani Wada, hisia zangu mnakomezeka kiasi kikubwa sana. Na kama ni kitu ambacho kisichowezekana, swala kujibu tu mimi. Nifanye niteseke mtoto wangu na mwanaume wazio. Wada. Sinaongea nawe? Nakusikia. Sikiza nikwambie, unajua ni mwanamke mzuri sana. Sasa katika mwanamke mzuri kama wewe, yani mimi nahitaji nikuoe kabisa. Na sio kukuchezea wala kukufanyia mambo ya ovyo ovyo katika kama wanawake wengine au watu wengine wanaume wanavyofanyia. Ila mimi ninachohitaji, nataka nikuweke ndani. Na nakwambia hivi, yani nataka tufanye sherehe. Yani siku ya ndoa yetu tunatengeneza bonge la sherehe. Yani huu mtaa wote au eneo zima hili wanaelewa kabisa James ameoa. Ameoa mwanamke mmoja cute, black, beauty. Sio, umeelewa? Tukimaliza hapo sasa, nafikiri maisha yetu yatakuwa ni ya starehe. Maisha yetu yatakuwa na amani na upendo na furaha. Tukipata na mtoto sasa ndio baraka kabisa. Sijui umeelewa mwanamke wangu? Umemaliza? Unajua nimekuja asubuhi haraka kwa bashasha, kwa maana uliponiambia kwamba subiri kama muda kadhaa uje uchukue jibu lako. Nimekurupuka yani asubuhi kama naenda kazini. Mbio. Nimekufuata. Nakuuliza umemaliza? Sija kwa leo. Yaani unasema nimemaliza nini?
Ulitaka jibu lako, si ndio? Jibu lako ni leo. Hatuwezi kuwa pamoja. Sawa? Ule muda ambao niliomba kwa sababu yako, nilikuwa nakupeleleza wewe. Nilichogundua ni kwamba kuna mtu umemzalisha na mtoto tutaka kumhudumia na alikuja kwako na ukamrudisha kwao. Mimi ni nani usije kuja kunifanyia hivi? Yaani wewe kumbe unazungumzia kitu kama hicho? Nisikize nikwambie, nakwambia ukweli kabisa. Yaani mimi jinsi nilivyo, mimi siwezi kumwacha mwanamke huyo. Yule mwanamke kweli nilikuwa nimempenda, lakini sikujua kumbe ni mganga mchawi. Sasa leo mganga mchawi mimi nikija nikimleta hapa nyumbani, taanza kuona mauzauza, mara hiki, mara sijui hivi, mara kaniki, mara kaleta kichwa cha mtu. Hayo maisha mimi nayaweza. Mimi nataka mwanamke ambaye ni mcha Mungu, ambaye akikaa ndani anamshukuru Mungu, anamuomba Mungu, nyumba inakuwa na amani na upendo. Hicho ndicho ninachohitaji na ndio maana nakupenda wewe. Hayo maisha mimi sitaki. Wakati unamfuata ulikuwa hujui kama ni mchawi? Sikujua, na ndio maana nilivyokuja kujua mwishoni nikaona huyu mwanamke anifai. Kama mimi ulivyonifuata, basi ndio kwamba na mimi kunichoka utakuja kusingizia kitu chochote. Malaya. Ushanizalisha wakati huo, si ndio? Sikia. Hatuwezi kuwa pamoja sawa. Kwa hiyo sasa kaka, mimi kuna kitu nataka nikwambie. Ongea, Rox. Unajua mdogo wako ulishakuwa mkubwa sasa hivi. Anafahamu kama mdogo wangu sasa hivi umekuwa mtu mzima na umekuwa. Sasa kuna mwanamke nimemwona umetokea kumpenda sana. Kwa hiyo nataka kuoa. Unajua zile harakati zangu nimetunza hela sasa hivi, yani nimeandaa kabisa na hela ya mahali. Hapa nawaza nimtafute tu mshenga nikaoe. Sasa mdogo wangu unahitaji kuoa. Mimi sijakatalia swala lako mdogo wangu, swala kuoa. Sawa? Ndio. Lakini sasa hiyo pesa yako ambayo umeipata mdogo wangu na pesa yako ambayo tayari umejikamata umejipata mwenyewe, kwa nini mdogo wangu usianzishe hata ujenzi ka kibanda kwa kiwanja? Brother wewe. Sio kwa yule mwanamke. Kwanza mwanamke mwenyewe umemwona? Kitoto cha 2000. Na sio kama 2010. Bado mbichi mchanga kabisa. Alafu unaniambia mimi nianze nifikirie masuala ya kujenga sasa hivi. Hapa naoa kwanza, ile sio kwa yule mwanamke, siwezi kumwacha kiukweli brother. Haki ya Mungu mimi nakwambia. Wewe nitamwachaje mwanamke? Kwanza ashaanza kwenye mfumo tayari. Alafu naambia mimi nianze kujenga. Ile sasa hivi niusiki kwenye masuala ya kujenga, nimwache yule mwanamke. Wewe brother mimi siwezi. Ndugu wangu. Mambo mimi kakako nilishachaga kitambo. Yaani sijui nizungumzieje yani. Yaani nilishapoteaga muda mrefu. Sasa brother, ufeli umefeli wewe. Lakini sio kwa mimi. Yaani kwa yule mwanamke. We. Siwezi. Kwa sababu mpaka inafika tamati kwa sasa mimi bado naendelea kuishi kwa bei kubwa. Nadhani kwa hili swala wewe sio mgeni na hili. Na unafahamu kabisa. Na nilishafiligi kuna haya mambo yani. Okay, sawa. Karibu sana kwenye ulimwengu wa ndoa. Hivi wewe binti, unanitafuta nini wewe? Sabla, nikwambieje? Nilishakwambia nyumbani kwangu sikutaki. Tena nimeshakwambia uondoke. Bado unang'ang'ania tu. Unataka nini kwani? Sasa mama, mimi nikiondoka nitaenda hapo. Alafu yule bado ni mume wangu. Kwa maana hajanipa talaka. Nenda hapo mama. Na cha ajabu usikuwa pengine unatoka nyumbani kwangu. Mama, mimi nikiondoka nitaenda. Talaka nini? Nataka talaka kitu gani?